Ndugu zangu watukufu wa Islam, wamepata hasara sana wale ambao wanaoidhihaki ibada ya somo, na adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Warudi kwa Allah, wamtake msamaha, na Ramadhani yenyewe tena imeshaisha. Leo ni siku ya 27, Ramadhani imemalizika. Wamtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hatari sana ndugu zangu watukufu wa Islam. Sasa hivi tumebakiwa na matukio makuu matatu. Tukio la kwanza ni tukio la kuitafuta Lailatul Qadr. Min asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, mpaka hivi leo mtu haijatokea akatumia muda wake walau yuko msikitini akamlilia Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Ramadhani inaisha. Hatari sana ndugu zangu Waislamu, ni hatari sana. Watu wanahangaika kutafuta Lailatul Qadr, hata habari hana. Kwa hiyo Lailatul Qadr ukiipata, na sio lazima uione. Kuna watu wanaweza kabahatika wakaona ishara, kuna wengine ishara hazioni, kuna wengine wanaona kabisa. Lakini alhasil kwamba hata kama haukuona chochote, lakini kama ilikuwa siku uliyofanya ibada, siku uliyoomba, ikawa ndio siku ya Lailatul Qadr, basi ile siku ina thamani kuliko ibada uliyoifanya ndani ya miaka 83. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hii zakatul fitri ni wajibu, ni lazima kwa kila Muislamu. Tunaposema kila Muislamu tunamaanisha awe mwanaume awe mwanamke, madhali ni Muislamu ni lazima. Na wakakhtalifiana wanavyuoni. Wako baadhi ulama wakasema kwamba hii zakatul fitri wanaotakiwa kutoa ni wale tu waliofunga, wale ambao hawakufunga hii haiwahusu. Lakini kauli hii haina nguvu. Alqaulu rajih, kauli yenye nguvu kwa maneno sahihi yaliyopita katika kinywa fasaha cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mafundisho mbalimbali ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad, zakatul fitri ni wajibu, ni lazima kila Muislamu mwenye sifa ya kuweza kutoa hiyo zakatul fitri. Kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, hadithi muttafaqun alayhi, imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Imam al-Bukhari ni hadithi ya 1503 na Imam Muslim ni hadithi ya 984. Anasema Umar al-Khattab radiyallahu anhu farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallama sadaqatul fitri. Ingine kuja farada alaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ametufaradhishia sisi Mtume sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri. Hizi wakati mwingine hutumika lugha ya sadaka, lakini sadaka hii ni sadaqatul wajiba, ni sadaka ya uwajibu. Kwa sababu kuna sadaka ambayo sio ya wajibu na kuna sadaka ambayo ya wajibu. Hii sadaka ya wajibu ndio inaitwa zaka. Hii zakatul fitri kuna sifa zake maalum. Sadaka ambayo sio wajibu unaweza ukampa hata ambaye sio Muislamu. Unaweza kumpa ambaye hata sio Muislamu sadaka tu ya kawaida. Hata Mkristo unaweza ukampa sadaka ambayo si ya wajibu. Lakini sadaka ya wajibu ya zaka hii anayepewa ni Muislamu. Ukimpa asiyekuwa Muislamu haihesabiki kuwa ni zaka, umeshaiharibu ibada yako. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama amefundisha katika riwaya zaidi ya moja kutaka watu watoe zakatul fitri kwa sababu ni wajibu aliowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi hii ya Umar ibn al-Khattab, hii hadithi ya Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, katika hadithi hii anaendelea kwa kusema
anasema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri, zakatul fitri min Ramadhana, kutokamana na Ramadhani, swa'an, pishi moja, itolewe swa'an, pishi moja. Lakini iliyosafiri toa pishi moja ambayo ni arba'atu amdadin, vibaba vinne. Vibaba vinne hivi kitaalam, kila kibaba kimoja wako waliosema ni gramu 541.7, lakini kauli zilizokuwa nyingi za wanavyuoni, zaka yako wewe kwa kila mtu mmoja 2300. Kuna kauli hiyo gramu 2300, na kuna kauli gramu 2500, iko mpaka zaidi, mpaka wako waliofika mpaka 2750. Lakini kauli ambayo tuichukulia zaidi ni gramu 1200 kilo 2 za mchele. Lakini pia kama itakuwa ni tende, gramu 1400. Kuna kauli nyingi zimesemwa kwa mazingira yetu, tusitake kuzungumza habari za maeneo mengine. Chakula tunachoambiwa ni chakula pendwa, chakula kinachopendwa. Kwa hiyo inategemea kwa mujibu wa maeneo yao, watu wanakipenda chakula gani. Kuna ngano, dengu, kuna mbazi, kuna maharage. Wako watu wanafanya kuwa ndio chakula chao pendwa. Kwa sisi wa Tanzania, chakula chetu pendwa ni mchele, punga. Usije ukajitoa fahamu ukasema kasi twala sisi ugali. Watu wengi wa Tanzania wengi wanakula ugali kwa sababu tu ya mazingira hayako sawa, lakini sio wengi wanakula ugali kwamba umewanogea sana. Usije ukatuletea unga. Tafadhali unga watapeana huko, wanapeana unga. Sisi tunataka mchele safi kabisa. Tena tunapoona wa kike mwezi mtukufu wa Ramadhani, hathini ibada ya funga anavyothamini sikukuu ya Idi. Ni wanawake wachache sana wanaomwogopa Allah. Wanawake waliokuwa wengi katika dunia hii wanathamini sana sikukuu ya Idi kuliko kuthamini ibada ya saumu. Na ndio maana unaweza kuona wanawake wengi wanajiuza. Mtoto wa kike amevaa dela ndani, hata chupi hana, anatembea mchana wa Ramadhani akiwa anajilembua. Anakutaka wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuondosha shaitani, amefungua milango ya pepo na akafunga milango ya moto, ili mja wake upate pepo kirahisi, upate radhi zake kirahisi. Mwanamke huyo yeye sasa anachukua nafasi ya Ibilisi ambaye tayari ameshafungwa shaitani, anabaki kuwa yeye Ibilisi. Yaani mfano wake, mtu kafungwa kule, kafungiwa na tangazo limekuja hatakiwi kupewa chochote kwa idhini ya watu mamlaka, alafu wenda ukaandaa pilau, ukaandaa vizuri ukapeleka kule. Kwa hiyo wanawake leo na baadhi ya watu ambao waliokubuka katika maasi wanaandaa pilau kumpelekea sheitani ambaye amefungwa kule, yani asipate hasara. Kufungwa kwake Mungu ametaka wewe ufanye ibada kwa utulivu. Sasa unaona hasara sheitani kule kukosa watu katika nafasi yake ya moto. Ni hatari sana ndugu zangu Waislamu. Yaani mwanamke leo yuko tayari aziniwe aipate abaya, anunue kiatu kizuri, anathamini atavaaje siku ya sikukuu, lakini haangalii ibada ya funga na Allah subhanahu wa ta'ala alimfaradhisha ibada hiyo na akauweka mwezi huu kuwa ni mwezi wa utulivu. Watu waabudu vizuri,
ili wasamehewe madhambi yao, kwa sababu siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pale kunakuwa watu wanaachiwa huru na adhabu ya moto, idkum minan nar. Alafu wewe ndio unawarudisha watu kwa jitihada zote, unawaleta huku motoni. Hatari sana namna hii.